Jambo la pili, inaweza kuharibu DNA, deoxyribonucleic acid. Ina uwezo wa kuharibu DNA. Jambo la tatu, inaweza kuharibu mishipa ya damu. Ina uwezo wa kuharibu mishipa ya damu. Lakini jambo la nne, inaweza kuharakisha kuzeeka. Ina uwezo wa kuharakisha kuzeeka. Sasa oxidative stress ni nini, au msongo wa uoksidishaji ni nini? Oxidative stress ni hali ambapo chembe hatari ambazo tumesema ni free radicals, chembe hatari au free radicals zinazidi uwezo wa mwili wa kujilinda kwa kutumia antioxidants. Oxidative stress ni nini? Ni pale ambapo chembe hatari au tunaziita free radicals ambazo zinatokana na hayo mambo niliyotaja kama utaratibu wa kawaida mwili, kwa mfano kuvuta oxygen ili kuzalisha nguvu. Sasa oxidative stress au msongo wa uoksidishaji ni pale ambapo hizo chembe hatari ambazo tunaziita free radicals zinazidi uwezo wa mwili wa kujilinda kwa kutumia antioxidant. Yaani ni kwamba kwa lugha rahisi ni kwamba sumu zinakuwa nyingi mwilini, ndio tunaita msongo wa uoksidishaji. Yaani ni shughuli za kawaida za mwili, kwa mfano kuvuta oksijeni. Lakini unapovuta oksijeni inaweza ikapatikana kwa lengo la kupata nguvu. Yaani oksijeni unavuta kwa lengo la kupata nguvu, lakini wakati unavuta oksijeni kwa lengo la kupata nguvu, unaweza kujikuta umezalisha chembe hatari au free radicals. Kwa mfano hiyo nimesema ni superoxide. Sawa. Sasa oxidative stress maana yake ni hizo free radicals au chembe hatari zipo nyingi mwilini. Au kwa lugha rahisi tunaweza tukasema mwili unakuwa na sumu ya uharibifu nyingi kuliko uwezo wa kujisafisha. Hiyo ni lugha rahisi, kwamba mtu anapovuta oksijeni kwa lengo la kukivunja chakula ili apate nguvu, unapovuta oksijeni unapata chakula, kinavunjwa, unapata nguvu, lakini kwa kitendo hicho kuna sumu ya uharibifu inazalishwa, ambayo sumu ya uharibifu ndio tunaita hizo free radicals au chembe hatari. Sawa. Kwa sasa msongo wa uoksidishaji ni pale ambapo hizo chembe hatari au sumu za uharibifu au free radicals zinakuwa ni nyingi kuliko ule uwezo wa mwili kuzisafisha au kuziondoa hizo sumu. Hiyo ndiyo inaitwa msongo wa uoksidishaji au oxidative stress. Sasa chanzo cha oxidative stress au chanzo cha msongo wa uoksidishaji, na tumesema oxidative stress maana yake ni hizo sumu za uharibifu zipo nyingi au hizo chembe hatari ziko nyingi. Sasa chanzo cha hizo sumu kuwa nyingi au hizo chembe hai kuwa nyingi au hizo free radicals kuwa nyingi, maana yake zikiwa nyingi ndio zinasababisha msongo wa uoksidishaji au oxidative stress. Chanzo ni nini? Chanzo cha hizo chembe hai au tunaita free radicals kuwa nyingi, chanzo cha kwanza ni vyakula visivyo bora. Chanzo cha kwanza kikubwa cha hizo chembe hatari au hizo sumu za uharibifu au free radicals kuwa nyingi, na kitendo cha hizo kuwa nyingi tunaita msongo wa uoksidishaji. Chanzo ni nini
kwanza ni vyakula visivyo bora. Mfano ni mafuta yaliyochomwa sana. Mafuta yaliyochomwa sana. Kwa mfano, chipsi zinatengenezwa hizi za mitaani, mafuta yanachomwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa utakapokula hayo mafuta yaliyochomwa sana, yana uwezo wa kupelekea hizi chembe hatari au sumu ya uharibifu au free radicals zikawa nyingi, na kitendo kikiwa nyingi tunasema ni oxidative stress au msongo wa uoksidishaji. Kwa tumesema chanzo cha kwanza kikubwa ni vyakula visivyo bora, ambao cha kwanza ni mafuta yaliyochomwa sana. Pili ni vyakula vya haraka, hivi vinaitwa fast food. Tatu ni unywaji wa soda nyingi. 4 ni sukari nyingi. 5 ni chakula kilichosindikwa. Kwa hii tunaweka kwenye kundi la kwanza la vyakula visivyo bora, ambavyo hivi ni vyanzo vikubwa vya msongo wa uoksidishaji au msongo au oxidative stress au kuzalishwa kwa chembe hatari au sumu ya uharibifu ambazo tunaziita free radicals zikiwa nyingi mwilini. Chanzo cha pili cha hizo free radicals au tunasema chembe za uharibifu kuwa nyingi au free radicals kuwa nyingi, ambao ndo inapelekea kuitwa oxidative stress. Chanzo kikubwa cha pili ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo. Na katika hiki chanzo cha pili cha msongo wa mawazo ni kinasababishwa na maisha ya sasa yana shinikizo au presha kubwa sana. Na presha hii au shinikizo hili linatokana na nini? Kwanza ni kutafuta fedha. Pili, madeni. 3, kukosa usingizi. 4, mawazo mengi. 5, msongo wa mawazo unapoongezeka unaongeza hizo chembe za uharibifu au unaongeza sumu ya uharibifu au tunaziita free radicals nyingi mwilini. Kwa haya yote yanaongeza hizo free radicals. Chanzo cha tatu kikubwa ni uvutaji wa sigara na pombe. Uvutaji wa sigara na unywaji wa pombe. Kwamba moshi wa sigara na matumizi ya pombe huzalisha hizo free radicals au chembe za uharibifu au sumu ya uharibifu, zinazizalisha kwa wingi sana, na zikiwa nyingi tunasema tunaingia kwenye msongo wa oksidishaji au oxidative stress. Chanzo cha 4 kikubwa ni uchafuzi wa mazingira, ambapo katika uchafuzi wa mazingira tunaangalia moshi wa magari, tunaangalia kemikali, tunaangalia viuatilifu vya mashambani, tunaangalia hewa chafu. Kwa hiyo hii ni chanzo kikubwa cha 4. Chanzo kikubwa cha 5 ni magonjwa ya muda mrefu. Kwa mfano, kisukari, maambukizi sugu, unene kupita kiasi, unaingia kwenye magonjwa ya muda mrefu. Sasa tuangalie jambo la 4, kwamba madhara ya oxidative stress mwilini ni yapi? Na tumesema oxidative stress ni msongo, tunasema msongo wa uoksidishaji. Sawa? Sasa madhara ya msongo wa uoksidishaji mwilini ni yapi? Jambo la kwanza ni magonjwa ya moyo. Ni magonjwa ya moyo.
Sasa free radicals